najua hapo awali niliahidi mambo mengi sana juu yako na akatimia, ila nili nilokuahidi la ndoa Neema nilikwambia nikutimia. Lini itakuwa? Kikubwa naomba univumilie, kwa sababu unatambua mishe zangu za kupuyanga huko na kule. Kwa hiyo Neema ni muda si mrefu utatimia, kwa sababu nishaieleza familia inatambua juu hili swala. Sasa mbezi, sio nafasi, utavumilia. Itakuwa vizuri. Najiuliza ni kwa nini aliamua kunifanyia hivi. Ni mtu ambaye nilimpenda sana, tuliahidiana vitu vingi sana, lakini najiuliza ni kwa nini ameamua kunifanyia hivi. Yes. Sijui tatizo ni mimi au sielewi kabisa. Hello, naelewa Sandra kwa kiasi gani nauma, lakini pia lazima ujue kwamba wewe si mtu wa kwanza kufanywa hivi. Ndio. Ni wengi wamefanywa hivi, nafikiri umekuwa ukisikia taarifa zao. Lakini mtu anapokusaliti haimaanishi kwamba wewe ndio mbaya haswa. Lakini mtu anapokusaliti inaonyesha kwamba ni kiasi gani ni mbaya. Kwa hiyo hutaki kubeba maumivu ambayo hukutakiwa kuyabeba, kwa sababu kama wewe unakuwa mwema kwake, basi acha yeye ajitie baadaye, kwa sababu kila kitu kinatokea kwa sababu. Hakuna kitu ambacho kinatokea pasipo sababu. Kwa hivyo sababu lazima iwepo. Na kuna sababu nyingi sana ambazo wafanya watu wawasaliti wenza wao. Na nafikiri kila mmoja wana sababu yake ambayo husimamia katika hizi nyingi. Lakini sababu mojawapo huwa ni kushindwa kupata kile ambacho alikuwa anakitaka. Kwa sababu kila mmoja anapoingia kwenye mahusiano kuna kitu ambacho anahitaji kutoka kwa yule mtu ambaye ameingia naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo anavyoona hakipati, huamua kwenda kule ambako ameona anaweza kukipata. Na sio kila mmoja wanazungumza, wengine wanaondoka kwa siri. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa sababu mojawapo kwamba alikosa kupata kile ambacho yeye alikihitaji kupata kutoka kwako. Hivyo akaamua kuondoka, kwa maana kwamba aliona kuna mahali pengine ambapo anaweza kukipata. Lakini sababu ya pili ambayo wafanya watu ambao walikuwa kwenye mahusiano na watu fulani waache licha kuahidi ahadi nyingi kuliko ambazo zina mvuto ndani yake, huwa ni kwa sababu wamekosa ukomavu. Kwa sababu kuna watu ambao wasaliti wenza wao pasipo kujua, pasipo kuelewa ni kwa nini wasaliti. Kwa lugha nyingine watu tunasema bahati mbaya. Zipo, lakini kwa asilimia chache kuliko zinatokea kwenye mahusiano. Kuna wakati mtu anamsaliti mtu ambaye anampenda kwa sababu tu amekosa ukomavu wa kihisia, kwa alishindwa kumlinda kile ambacho alitakiwa kumlinda na kumtetea. Kwa wakati mwingine akajikuta amekwisha kuondoka. Lakini mara nyingi watu hawa huwa wanajuta baadaye, baada ya kuona kwamba alichokipoteza ni almasi na alichokiokota ni jiwe. Kwa hivyo pia anapoondoka, hukumu hutaki kubaki nawe kwa sababu ya kuwa mwema, inabidi hukumu aondoke na yeye kwa sababu ya ubaya aliyofanyia. Lakini sababu ya tatu na mwisho ambayo wafanya watu wasaliti watu wao ambao wamekuja kuahidi ahadi nyingi kweli za maisha yao ya baadaye, ahadi za kujenga nyumba, za kuwa na familia, za kuwa na watoto, ahadi za kufungua makampuni, ahadi nyingi kweli. Sababu ya tatu na ambayo ya mwisho kwa leo ambayo naweza kukuambia ni kwa wengine huwa wanakusaliti kwa sababu hakukupenda automatically. Kwa sababu kuna mtu anakuambia anakupenda ili aishi na wewe siku zote, na kuna mtu anakuambia anakupenda ili alale na wewe usiku mmoja na aondoke zake. Kwa hivyo anapoondoka, hii inaleta picha halisi kwamba huenda alikwambia anakupenda ili alale na wewe siku moja na aondoke. Kwa hivyo nafikiri walishindwa kutofautisha, lakini nafikiri kuondoka kwake kuna kuachia wewe na kukupa jibu sahihi.
Kwa hiyo ni vizuri ukaweza kutafuta muda wa kupumzisha akili yako, kutafuta muda wa kulive your passion, kutafuta muda privately wa kutafuta kujua your hobby ni zipi hazo maisha yako, na hapo uinvest nguvu kubwa sana katika kufanya yale ambayo unayapenda. Ninaamini mtu sahihi kwa ajili yako atakuja tu. Kwa hiyo kikubwa, don't hate men, usimchukie mwanaume kwa sababu amekusaliti, lakini zaidi ongeza kujijali, ongeza kujithamini na ongeza kujipenda. Nafikiri baada ya hapo mtu sahihi utampata. Sawa, asante. Nimefurahi sana kuongea na wewe. Umenitia moyo. Angalau sasa nasikia afueni. Yeah. Basi sawa, takia wakati mzuri. Asante.